Si mara ya kwanza Ndio. unagombea katika jimbo la Lindi mjini. Naam. 2020 ulijitosa vile vile kugombea katika jimbo hili. Wananchi wa jimbo la Lindi mjini waliona ufai na utoshi kuwa kiongozi wao. Hata hivyo 2025 ukaenda tena kwa mara nyingine. Wananchi wa Lindi mjini wakaona Isiaka Mchinjita hautoshi na ufai kuwa mbunge wao. Ni kosa gani ambayo uliwakosea wananchi wa Lindi mjini ambao wanashindwa kukupa nafasi hiyo licha ya kwenda mara kadhaa? Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa jimbo la Lindi mjini kwa kunichagua kuwa mbunge wao mwaka 2020 pamoja na kwamba sikutangazwa. Lakini pia kwa kunichagua tena kuwa mbunge wao mwaka 2025 pamoja na kwamba sikutangazwa. Na mimi nafahamu hata waliotangazwa washindi wote wa CCM. Ukiwakuta wanajiambia wenyewe kwamba walinishinda. Njia bora ya kuwasaidia ni kuwapeleka Mirembe hospitali. Ukikuta wanawaambia watu wengine kwa sababu wao wamenufaika na kwamba wametangazwa kuwa ni washindi, basi inakuwa huo ni utamaduni wa kawaida kwa yule aliyonufaika na madhila ya uchaguzi wa mwaka 2020 lakini mwaka 2025. Hivyo wewe unaamini ya kwamba 2020 ulishinda lakini haukutangazwa? 2020 nilimshinda aliotangazwa kuwa mbunge mara 5 ya kura. Mara 5, I mean this. Mara 5 ya kura. Na 2025 vile vile. 2025 nimemshinda lakini kwa asilimia kubwa mgombea wa 2025. Na mimi naamini kwamba akifanya personal analysis anajua kwamba naye alishinda. Lakini haukutangazwa. Lakini tume ya uchaguzi haikutangaza. Huoni kwamba sasa hauna ushawishi kwa wananchi wako? Ikiwa wananchi unasema wazi kwamba wamekuchagua 20, wamekuchagua 25, lakini hakuna hatua zozote zile za wazi ambazo pengine wananchi wako walifanya kudai ushindi wao. Hii ina maana ya kwamba sio hakuna hatua. Lindi wananchi, watu wameuawa Lindi. Watu wameuawa, tumezika watu 3 wakidai ushindi wako. Wakidai ushindi. Wako watu waliouawa wakati wa mchakato wa kupigania ushindi. Wako watu wamepigwa mapanga ambao walikuwa ni mawakala wa kwenda kupiga kura, na mashauri yao yote yamefikishwa polisi. Polisi hawajachukua hatua. Ni hatua gani za kisheria Mchinjita ambazo wewe unazichukua wewe kama awamu mbili zote unadai ya kwamba unashinda na utangazwi? Mwaka 2020 generally katika nchi tuliona au tulikatishwa tamaa sana na muhimili wa mahakama. Na wakati ule kulikuwa na mazingira ambapo ni kama mahakama zilikuwa zinatii muhimili mwingine. Na wakati fulani aliyokuwa kiongozi wakati ule Rais Magufuli alikuwa akionekana waziwazi akitokwa na maneno au akitamka maneno yanayoonesha kuwa na nguvu kuliko mahakama. Wakati akijibu swali la Pasco Mayala hapa Ikulu, ambapo Pasco Mayala alimuuliza inakuwaje kama rais anaingilia pengine mihimili mingine kama bunge kwenye maamuzi yake na mahakama. Aliyekuwa rais wakati ule akasema pamoja na kwamba mihimili hii kwa juu inaonekana kulingana vimo, lakini kwenda chini muhimili wake una nguvu kubwa zaidi. Na mara kadhaa alipokuwa anakwenda, kuna nyakati hata amewahi kutoa maelekezo kwa mahakama wakati fulani, akisema mahakama zimalize kesi ambayo serikali inadai fedha, na kwamba baada ya kesi hizo kumalizika atawapa fedha ili waweze, maana hizo kesi zitamalizika with the expectation kwamba yeye atashinda hizo kesi, na kwamba sasa yeye atazifandi mahakama. Kwa hiyo kulikuwa na matamko ya wazi juu ya dhamira ya kufanya mihimili isiwe na uwezo wa kusikiliza mashauri haya. Kwa hiyo 2020 wanasiasa kwa ujumla wake hatukwenda kwenye mahakama. Mwaka 2025 hakukuwa na matamko ya wazi. Kwa tulitaka kutesti muhimili wa mahakama unavyoweza kusimamia haki. Na mimi ni moja kati ya kesi chache ambazo zilifunguliwa. Nilifungua kesi kwenye mahakama kuu kanda ya Mtwara, na kesi ikaanza kusikilizwa, ikaondolewa kwa technical knockout, tukakata rufaa. Kwa tuna kesi kwenye mahakama ya rufani ya ubunge wa Lindi mjini. Na mimi nataka nikueleze kwamba ikiwa kesi ile itasikilizwa
hata kama nitashindwa kwenye ile kesi, lakini nitafurahi sana kama mahakama itakuwa tayari kuisikiliza. Kwa sababu pale Lindi mjini matokeo ambayo yametangazwa na ambayo wamekiri, kwa bahati nzuri sana kwenye replying ya kesi ya mwanzo, msimamizi wa uchaguzi alikiri matokeo, kutambua matokeo ambayo ameyatangaza ya ubunge na matokeo ambayo ameyatangaza ya rais. One of the best thing pale Lindi mjini, matokeo ya wagombea ubunge tumepigiwa kura, wanasema kura 35 wabunge wote, lakini mgombea wa rais amepigiwa kura 69. Kuna difference ya kura 33 kati ya mbunge na rais waliopiga kwenye. Hivyo unaamini ya kwamba haki yako utaipata kupitia mahakama? Haki yangu ikiwa mahakama itaamua kusikiliza kesi na kusikiliza facts, haki yangu tutaipata. Isipokuwa kumekuwa na majaribio, na hili niliweke wazi, kumekuwa na jaribio la kutaka kesi zote za uchaguzi zisikilizwe. Kumekuwa na watu wametishwa, watu ambao wametishwa na nani? Wametishwa na watu wa usalama kwamba wakitakiwa kuzitoa kesi mahakamani. Kwa wako watu ambao wametoa kesi kwa vitisho. Watu wa usalama wanaingiaje kwenye maeneo mengi? Yani tuna ushahidi wa majaribio mengi ya vitisho ambayo yamefanyika, na baadhi ya kesi ambazo zilikuwa zina ushahidi mzuri sana zimeondolewa mahakamani na wagombea baada ya kupokea vitisho vingi, na sisi tunajua namna ambavyo wameziondoa. Lakini kimsingi nataka kusema ni kwamba imeshangaza kwa mara ya kwanza kabisa, mashauri karibu mengi ambayo yamepelekwa mahakamani, mahakama haijadea kusikiliza. Yani mpaka sasa yapo kwenye level ya either technical, yani yale hasa grievances za uchaguzi hazijapata nafasi ya kusikilizwa mahakamani. Wakati wapinzani wenzenu walipokuwa wakiwashawishi wananchi kutokwenda kupiga kura kwa madai ya kwamba wanahitaji mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, ninyi ACT Wazalendo mlizunguka katika nchi nzima kuwashawishi umma wa Tanzania kujitokeza kupiga kura, huku mkiwaambia ya kwamba wasiofu waende wapige kura, kwani mtalinda kura. Mlishindwa nini kulinda kura zenu kama ambavyo mliwaahidi wananchi ya kwamba mtalinda kura? Hata wewe kura zako ulishindwa kuzilinda. Kura za kiongozi wako Zitto Zuberi Kabwe mlishindwa kuzilinda. Kwa nini mliwadaa wananchi na kuwadanganya wananchi kwamba mna uwezo wa kulinda kura zenu? Hatukuambia wananchi waende wakapige kura alafu ACT itakwenda kulinda kura. Tuliwaambia wananchi twendeni tukapige kura na tulinde kura zetu. Kampeni yetu ambayo tulitangaza vizuri sana kwenye operation Majimaji ilikuwa ni ile inayoenda kwa kusema Oktoba linda kura yako. Mlishindwa nini sasa kulinda kura zenu kama mlivyoahidi? Na mambo matatu naweza nikakueleza yamefanya zoezi la ulinzi wa kura lisiende kama lilivyotarajiwa. Moja, uwepo wa kampeni mbili kwa wakati mmoja kutoka kwenye vyama vya upinzani. Kulikuwa na kampeni ya kutokwenda kupiga kura kama njia ya kuleta suluhisho la matatizo ya kiuchaguzi, na tulikuwa na kampeni ya kuwataka wananchi walinde kura zao. Sisi hata leo tunaamini kwamba ili mabadiliko ya msingi yatokee katika nchi hii ni lazima wananchi waweze kulinda haki zao za kiraia. Hivyo ninyi wananchi wenu walishindwa kulinda kura. Wananchi hawakuweza kulinda haki za kiraia. Nimesema sababu moja, moja ni kwanza uwepo wa kampeni mbili. Kwa hiyo hakukuwa na uelewa mpana wa nafasi ya wananchi kwenye kulinda haki zao za kiraia. Na chama chetu kinaamini kwamba ni lazima wananchi wawe na uwezo wa kulinda haki zao za kiraia ili kuleta mabadiliko ya kimsingi katika nchi. Kampeni yetu ya Oktoba linda kura, na ambayo sisi tunaamini bado ni kampeni sahihi, inawataka wananchi walinde haki zao za kiraia. Moja kati ya haki yao ya kiraia ni kuchagua viongozi wao. Wananchi hawatopata nafasi ya kuchagua viongozi wao na wakatangazwa na wakafurahia maamuzi yao kama wao wenyewe hawatosimama imara na kuhakikisha kwamba haki yao hiyo haipokwi. Hata kama tutaipata leo, haikuhakikishii kwamba kesho hakuna atakayepoka. Yeyote aliye madarakani akiwa anajihakikishia kwamba raia waliopo kwenye taifa hili ni raia ambao unaweza ukapoka haki zao kisha wakakaa watulivu nyumbani kwao, tutaibiwa sana haki zetu. Oktoba linda kura ilifanikiwa au kufanikiwa? Haikufanikiwa. Si frankly,
haikufanikiwa, na nimeeleza sababu kubwa ni tatu. Ya kwanza nimesema uwepo wa kampeni mbili, kwa sababu kampeni hii ilikuwa conscientize wananchi kujiandaa kulinda haki zao za kiraia, lakini kulikuwa na kampeni nyingine inayowaelekeza wananchi kwamba wakikaa nyumbani wakisusia kushiriki uchaguzi, basi haki yao ya kiraia itapata ulinzi au itaweza kupatikana. Hivyo kwa hiyo ACT Wazalendo yalileta confusion kwa wananchi. Lakini jambo la tatu ni uwepo wa matumizi makubwa ya nguvu za dola. Ikumbuke katika historia ya nchi hii hatukuwahi kushuhudia matumizi makubwa ya nguvu za dola kwenye uchaguzi kama ilivyowahi kutokea mwaka 2020. 25. Kwa maana ya 2020 uchaguzi kweli uliibiwa, lakini hatukuwa na visa vikubwa vya mauaji kama iliyotokea Oktoba 29 na kabla ya Oktoba. Kulikuwa na matukio ya utekaji, matukio ya watu kupigwa. Mimi nimekueleza nilikuwa Lindi wiki moja kabla ya uchaguzi. Lindi kulikuwa na mfululizo, kulikuwa na vikosi vinatembea, vinapiga mawakala, vinateka wagombea, vinaumiza na wako ambao wameuawa. Hivyo unakiri ya kwamba kampeni ya ACT Wazalendo ya Oktoba Linda Kura ilishindwa vibaya? Nachoweza kusema ni kwamba Oktoba Linda Kura ni kampeni ambayo haikupata mafanikio makubwa kama ilivyotarajiwa. Haikupata mafanikio makubwa kama ilivyotarajiwa kwa sababu ulinzi, si kila pale ambapo ulinzi upo uovu hautofanyika. Kuna nyakati tuna walinzi kwenye mabenki na mabenki yanaibiwa. Walinzi wakiuawa, benki itaibiwa. Na hiyo haiwezi kusema kwamba hakuna sababu ya kuwa na walinzi tena benki, kwa sababu hata baada ya kuwepo walinzi, maana yake benki iliibiwa. Bado suluhisho la fedha zetu, benki lazima kuwe na walinzi. Na sisi tunaamini pia kwamba bado suluhisho ya haki za kiraia kwenye nchi hii ni lazima raia wawe na uwezo wa kulinda haki za raia. Kwa mantiki hiyo, mara baada sasa ya hii Oktoba Linda Kura kushindwa, unakubaliana na waliokuwa wanasema ya kwamba wapinzani wenzenu Chadema ambao walisema kwamba wasishiriki kwenye uchaguzi mpaka kupatikane kwa mabadiliko ya kimfumo na kikatiba ambayo walikuwa wakiadai kwamba walikuwa sahihi? Swali muhimu sana. Swali muhimu sana ambalo wale wanaosema tusishiriki kwenye uchaguzi mpaka mabadiliko yapatikane, sio matamshi haya kwamba tusishiriki mpaka mabadiliko yapatikane, ni mabadiliko yatapatikanaje? Ndio swali ambalo kila mmoja anapaswa kulijibu. Sisi tunaamini kuwa mabadiliko yanaweza kupatikana kama tutahamasisha wananchi kudai haki zao za kiraia, wananchi kulinda haki zao za kiraia. Kwa swali ambalo wanatakiwa kulijibu yeyote yule ambaye ameshiriki, ameona michakato ya uchaguzi katika nchi yetu, anaiona hali ya kidemokrasia katika taifa letu, ni kwa namna gani haki za kiraia zitapatikana kwenye taifa letu. Kauli mbiu tu kwamba watu wasishiriki mpaka zitakapopatikana, hii haionyeshi commitment ya kuhakikisha kwamba inapatikana. Swala ambalo sisi tumejaribu kulijibu, na ndio maana sisi tulikuwa so clear, tulisema we were ready to speak with our fellow. Tuko tayari kuzungumza na wenzetu ambao wanapiga kampeni, ni kwa namna gani njia hii tunayoitumia itatufikisha kwenye suluhisho. ACT Wazalendo inaamini philosophically kwamba ni lazima tutoe elimu ya kutosha kwa wananchi. Ni lazima ufahamu wa wananchi juu ya haki zao za kiraia uwe mkubwa, na utayari wa wananchi kupigania haki zao za kiraia uwe wa juu kabisa. Na jambo hili tunaamini kwamba haliwezi kupatikana bila ya uwepo wa viongozi ambao watalieleza jambo hili kwa ufasaha na kuwaeleza wananchi kwamba wao ndio silaha muhimu ya mabadiliko tunayoyataka. Mpango wenu kama chama cha upinzani kukitoa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, madarakani, unaamini ya kwamba mpango huu utakuja kufanikiwa pasipo ninyi vyama vya upinzani kuungana? Kuungana ni elementi muhimu sana, na mimi ni muumini wa jambo hili, na ndugu yangu Odemba tumeongea mimi na wewe mara nyingi, na mara zote nimekueleza kwamba mimi ni muumini wa kuungana. Unahisi ni nini hasa kinachozuia sasa vyama vya upinzani kuwa na lugha moja? Nadhani ni pengine kutofautiana kwa mawazo ambayo ni sehemu ya msingi sana ya uwepo wa hivi vyama vya upinzani. Ndio maana ACT Wazalendo haijachoka, mara zote imewaita wadau muhimu kwenye meza ya mazungumzo ili tutengeneze uelewa wa pamoja. Utakumbuka baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, ACT Wazalendo iliitisha kamati kuu
na ikaazimia kwamba lazima iwaandikie wadau wote muhimu na iwaombe kukaa pamoja ili kutengeneza mkakati wa pamoja kuelekea uchaguzi mkuu, kwa sababu inavyoonekana kile kilichotokea 2020 ndio kinakwenda kutokea mwaka 2025. Kwa ni muhimu kwa wadau kukutana na kuwa na suluhisho la pamoja. Hatukuishia hapo tukawaandikia wadau wote, vyama vyote vya siasa vikubwa, hasa vile ambavyo ndio vina ushawishi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni mdau muhimu sana unapozungumza jambo la namna hii. Lakini hatukuishia hivyo. Makamu mwenyekiti wetu wa chama hiki kutoka Zanzibar, ndugu Ismail Jussa, pamoja na katibu mkuu ndugu Ado Shaibu, walikwenda kumuona mwenyekiti mpya mteule wa Chadema ndugu Tundu Lissu, na moja kati ya ajenda ilikuwa ni hii kwamba tunawezaje kukaa pamoja tukawa na mpango mkakati wa pamoja kukabiliana na tatizo la kidemokrasia ambalo linaikabili taifa letu. Sisi tulishakuwa tumeeleza kwamba sisi tunaamini kuwa ni lazima kuwahamasisha wananchi kulinda haki zao za kiraia, na wao wakaja na kauli mbiu wametoka nayo kwenye uchaguzi kwamba hatuhitaji kuwa na uchaguzi mpaka mabadiliko yatakapofanyika, ambapo maana yake sote tulikuwa tunakubaliana kwamba tunalo tatizo la mifumo ya uendeshaji wa uchaguzi na hali ya kidemokrasia kwenye nchi yetu. Tulitaka tukutane pamoja ili tujenge uelekeo wa pamoja. Kwa hiyo changamoto ya kwanza nadhani ni kutofautiana kwa mawazo. Changamoto ya pili ambayo hii nimeieleza mara nyingi na nitaeleza kila mara ni uwepo wa mawazo kwamba chama kimoja cha upinzani kinapaswa kuwa ndio chama pekee na hicho kinapaswa kuheshimika, yani chenyewe kiongoze vyama vingine. Yani ni mawazo kama vile ambavyo leo CCM wanafikiri kwamba wao peke yao ndio wanaweza kuongoza nchi hii na kwamba mtu mwingine yote akiongoza haitokwenda sawa sawa, na wana haki ya kutumia nguvu zozote zile kuhakikisha kwamba wanaendelea kulinda haki hiyo ya kuongoza. Kumekuwa na mawazo pia kuwa kwenye upinzani chama kimoja peke yake basi ndio kiwaongozi wa Tanzania wote, na kwamba mwingine yeyote anayekuja aidha awe mfuasi wa hiko chama au mtiifu asiyehoji maamuzi ya hiko chama. Mawazo haya sio mawazo mapya. Ilikuwa ni mawazo wakati chama cha wananchi CUF kinaongoza harakati za upinzani katika nchi hii. Wakati ule mimi nilikuwa CUF. Chadema wakati inakuwa tulifanya makosa tulipokuwa CUF tukiamini kwamba Chadema wanatumika na CCM. Na tulieleza kwa uwazi mara nyingi. Na mimi nimeeleza mara kadhaa. Mara ya kwanza kabisa gazeti la mwanzo kutabiri kwamba Chadema kinakuja kuwa chama kikuu cha upinzani ilikuwa ni gazeti la Mwananchi. Na mimi nilidea, nakumbuka nilichukua kama miezi mitatu nilisema sitosoma tena Mwananchi. Mwananchi amekuwa ni wakala wa CCM. Hoja yangu ni kwamba kwa sababu ametamka Chadema ni chama kikuu cha upinzani wakati anajua sisi ndio tunaunda kambi rasmi ya upinzani bungeni. Lakini baadaye Chadema ilikuja kuwa chama kikuu cha upinzani. Sasa baada ya hapo Chadema kuwa chama kikuu cha upinzani, changamoto iliyotokea Chadema ikaja kuunda ACT Wazalendo. Changamoto iliyotokea CUF ikaja kuimarisha ACT Wazalendo. Kumekuwa na hisia kwamba ukuaji wa ACT Wazalendo unaweza kuwa ni kifo au ni kupungua nguvu kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo, jambo ambalo mimi siliamini. Hizo hisia zinatoka wapi? Hisia hizi zinatokana na msingi wa uanzishwaji wa vyama vya siasa. Unajua vyama vyetu vya siasa, na ukitazama ukiondoa ACT Wazalendo, vyama vingi vilikopi mitazamo na mielekeo ya Chama cha Mapinduzi. Ndio maana ukisoma katiba za vyama vingi sana, yani ukiondoa chama cha ACT Wazalendo, hakiondoshi tatizo kwa mfano la dominance ya chama kwenye uundaji wa serikali. Yani vyama vingi vilivyoundwa baada ya mfumo wa vyama vingi kurudi, katiba zake yani zilikuwa zinatofautiana majina tu na katiba ya Chama cha Mapinduzi kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo ile dominance kwamba chama kitakuwa kina dominate serikali, chama kitakuwa kina dominate kila kitu, ilikuwa ndiyo mawazo yalivyokuwa hapo. Hii inazusha mtazamo kwamba ukiwa unaongoza kambi ya upinzani basi huwezi kupokea mawazo mengine. Wachambuzi na wachanganuzi wa masuala mbalimbali za kisiasa ndani ya nchi wanasema ya kwamba kinachozuia vyama vya upinzani kujiunga na kuungana na kuwa kitu pamoja, kitu kimoja, ni kwamba vyama vingi vya upinzani ni vyama vivuli, hawana huo upinzani kama ambavyo wanajiita, na wamekuwa wakiwahisi ya kwamba wakiwahusisha kwamba vyama hivi vinapata backup kubwa kutoka chama tawala. Hili unalionaje? Backup ya kisiasa si jambo linaloweza kufanywa kwa siri likaleta manufaa kwa mtu yeyote yule. Backup ya kisiasa ni jambo ambalo linapaswa kufanywa hadharani. Kama kuna vyama vinapata backup
ni dhahiri kila Mtanzania atajua. Wewe unaamini vipi ya kwamba kuna vyama vinapata? Naamini kwa sababu kwa mfano kuna vyama vinapata baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, sote tunajua matatizo yaliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Katika nchi hii vyama vya upinzani ambao vilisimamisha zaidi ya asilimia karibu 30 ya wagombea kwenye nchi, karibu kila chama, ilikuwa ni ACT Wazalendo na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Vyama vingine ukiondoa vyama hivi viwili vilisimamisha wagombea kwa chini ya 5%. Lakini mara baada ya uchaguzi vyama 14 vilikutana na vikasema uchaguzi ule ulikuwa huru na haki. Kwa vyovyote vile kauli ile katikati ya changamoto ambazo hata wakati fulani hata aliyekuwa katibu mkuu wa CCM ambaye sasa hivi ni makamu wa rais ndugu Nchimbi alikuja hadharani akasema kwamba kuna mambo hayajaenda sawa sawa na akataka yafanyike mabadiliko, wagombea waliokatwa warudishwe. Kwa hiyo hata CCM wenyewe waliona kwamba kuna mambo hayaendi sawa sawa. Wakati huo ACT Wazalendo na Chadema tulikuwa tumeshalalamikia kwamba mambo hayaendi sawa sawa. Lakini ukaibuka vyama vinasema kwamba kila kitu kilienda sawa. Kwa hiyo ninachotaka kukisema mimi ni kwamba mazingira ya namna hii yanajenga ushahidi kwamba hawa wanaosema hivi hawafanyi tathmini ya mwenendo wa uchaguzi. Badala yake wanatoa backup kwa Chama cha Mapinduzi. Wewe unaamini nini ya kwamba vipo vyama vya upinzani ambavyo vinatumiwa na Chama cha Mapinduzi? Afrika ni very common, sio kutumiwa tu, kuna nyakati vinaanzishwa kabisa. Yani ili kutekeleza malengo ya utawala. Hapa nchini. Lakini hivi vyama hapa Tanzania kwamba vipo vyama ambavyo vya upinzani vinavyotumiwa na Chama cha Mapinduzi. Mimi siwezi kupinga kwamba Viko vyama ambavyo vya upinzani vinavyotumiwa vyama vya siasa vya upinzani ambavyo mara kadhaa vimeonekana kuunga mkono chama tawala kwa namna inayotia mashaka. Na nimetoa mfano, tulikwenda kwenye uchaguzi wa 2020, kuna vyama 14 siku ngapi vilikuja vikakaa pembeni vikasema uchaguzi ulikuwa huru na haki. Tumetoka uchaguzi 2024, vyama vimekaa pembeni vinasema uchaguzi ulikuwa huru na haki. 2025 vyama vinakaa katikati ya mauaji. Kwa mfano 2025 kumekuwa na mauaji makubwa yamefanyika kwenye uchaguzi kwa mara ya kwanza mpaka tumetoka kwenye uchaguzi. Serikali pamoja na maneno mengi kwamba waliouawa walikuwa wanataka kupindua serikali, lakini unaiona inavyo struggle, inajaribu kuunda tume, inasema inatafuta chanzo, imekuwa na kukurukakara nyingi na tumezika ndugu zetu wengi. Lakini kuna mtu anasimama anasema bwana uchaguzi ulikuwa huru na haki. Kwa hiyo haya ni mazingira yanayoonesha kwamba viko vyama havifanyi kazi yake. Vipi kwa upande wa ACT? Haiko miongoni mwa vyama hivi unavyosema vinatumiwa na Chama cha Mapinduzi? ACT Wazalendo hata mara moja tangu kimeundwa mpaka sasa hakijawahi kuwa backup ya Chama cha Mapinduzi. Nimesema ili uwezi kukisaidia kisiasa chama chochote kwa siri. Ukitaka kukisaidia kisiasa chama chochote lazima uje hadharani. Kama ACT Wazalendo ingekuwa inaisaidia CCM, leo tunazungumza kwenye uchaguzi uliopita, mimi ni makamu mwenyekiti, watu wangu wameuawa ili nisiwe mbunge. Zito alikuwa kiongozi wa chama hiki mstaafu, watu wake wamepigwa na mwenyewe kukamatwa siku ya uchaguzi. Na matokeo Kigoma kuna matokeo matatu. Kuna matokeo yaliyotangazwa, kuna matokeo aliyopewa mgombea yaliyoandikwa kwenye cheti chake, kuna matokeo ya tatu yaliyobandikwa baadaye kwenye jimbo moja, na hivyo kwenye majimbo mengi. Kwa hiyo katika sura ya namna hii hauwezi ukasema kwamba ACT Wazalendo ni chama ambacho kinaunga mkono Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa nini watu wanawahisi hapana? Yani kilichopo ni kwamba kumekuwa na nimekueleza sisi tulipokuwa tunaiona Chadema inakuwa tuliwahi kuiita kwamba ni CMB. Na wala hatukushughulika na vyama vingine. Yani sisi hatukushughulika na vyama ambavyo yani vinaenda kusema uchaguzi ambao umeifanya CCM. Sisi 2015 uchaguzi wa Zanzibar umefutwa. Sisi tumekataa kurudi kwenye uchaguzi. Vyama vingine vimeenda kushiriki na vikasema uchaguzi ule pia ulikuwa huru na haki. Lakini 2010 na kabla ya hapo tulipokuwa tunakiita Chadema kwamba ni chama ni CMB, ni kwa sababu ya tishio la Chadema kuchukua nafasi yetu tulipokuwa CUF. Na sio kwa sababu ya kuwa kulikuwa na ushahidi wa wazi. Kwa hiyo ndio maana unaona tuhuma hizi za chama fulani kinatumika ni CCMB zinatoka kwa vyama ambavyo ni potential kwenye nchi. Sisi tulitoa tulipokuwa CUF dhidi ya Chadema,
Chadema wanatoa dhidi ya ACT Wazalendo katika kipindi ambacho presence ya ACT Wazalendo huwezi kuignore kwenye siasa za nchi yetu. Kwa hiyo unataka kusema kwamba Chadema wanawahita CCMB kwa kuwa ninyi ni tishio kwao? Ni mambo mawili yanaisukuma Chadema. Moja, kulikuwa na upinzani wa wazi wa kuundwa kwa ACT na kubomoka kwa Chadema. Wewe unajua kwamba kulikuwa na kundi la wanachama wa Chadema walikuwa na mkakati wa kugombea uwenyekiti kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na nafasi ya uwenyekiti katika wakati ule kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakikuwahi kumwacha mtu salama. Na kwa hiyo baada ya mzozo ule wa kina Zito, akina Kitila Mkumbo na kundi zima lililokuwepo, wakaja wakaunda ACT Wazalendo. Kwa hiyo kwanza kulikuwa na grievances kwamba hawa wamekwenda kuunda chama kingine. Na kama unafuata rekodi vizuri, matamshi ya kwanza kabisa yalikuwa ACT Wazalendo inaundwa na Lowassa ili agombea katwa CCM. Baadaye Lowassa akawa mgombea wa Chadema kupitia Ukawa. Kwa hiyo baada ya hapo ikabadilika. Kwa hiyo kinachobadilika ni nani mmiliki wa ACT. Lakini mzungumzaji ni yule yule. Jana alisema wa Lowassa, kesho akasema ni ya CCM. Muhimu nachotaka kusisitiza mimi ni kwamba mambo haya hayakisaidii Chadema, hayasaidii ACT Wazalendo. Bado sisi ndo wahanga wakubwa wa harakati za uminywaji wa demokrasia katika nchi hii kuliko chama chochote. Kama makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, hupi msimamo wako kuhusu uchaguzi mkuu wa 2025? Ulikuwa huru na wa haki, haukuwa huru na wa haki? Tumeeleza wazi, uchaguzi wa mwaka 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki, si wa kuaminika. Kama ni hivyo, wengi vile waliohoji kwamba kwa nini wabunge wenu wa ACT Wazalendo wameenda bungeni na wanafanya kazi? Bunge ni platform ya... Kwa nini amkuonyesha kukataa wa uchaguzi na wabunge wenu kutokwenda kwenye bungeni kama ishara ya kupinga kile ambacho mnakisema? Kwanza ni muhimu kujua kwamba uchaguzi huu ACT Wazalendo imeuchallenge kwenye ngazi zote. Tumeuchallenge kwenye ngazi ya rais, na mpaka hivi tunavyozungumza liko shauri mahakama ya rufaa la uchaguzi wa rais ambalo mahakama ya rufaa haijamaliza kuisikiliza. Tunaongelea wabunge nazungumza uchaguzi kwa ujumla kwamba uchaguzi huu umekuwa challenged. Tumeuchallenge kwenye level ya uchaguzi wa rais, tumeuchallenge kwenye level ya ubunge, tumechallenge kwenye level ya matokeo yaliyoamua ubunge viti maalum ambao tulikuwa tunahoji wabunge wote. Wabunge wetu wamekwenda mahakamani, wamekwenda bungeni na tumewaruhusu kwenda kuapa. Kwa sababu bunge ni platform ya mapambano. Yaani katika hali ya sasa sote tunajua uchaguzi ulivyokwenda. Kila platform ya kupigania haki kwenye nchi hii inapaswa kutumika. Hatakuwa na uwezo wa kubadilisha hiyo platform ya bunge kwa kutokwenda isioperate. The best option ilikuwa ni kwenda kuitumia kama platform ya kuendelea kupigania haki na kuweka record kwamba mambo hayaendi sawa sawa. Na hiyo tutaendelea kuitumia. Kuna lugha ambayo inasemwa ya kwamba if you cannot fight them then join them. Kama huwezi ukashindana nao ama kuwashinda, basi ungana nao. Hili kauli kwako unalilinganisha vipi na uhalisia wa siasa nchini ndani ya chama chako na chama tawala? Kwanza hii ni kauli ya kimapambano inayoelezea mbinu mbalimbali za mapambano ambao ninyi mmetumia. Bahati nzuri sana ACT Wazalendo imeendeleza mapambano na Chama cha Mapinduzi nyakati zote. Wanachama wa ACT waliokuwa wanachama wa ACT Kilwa waliohama na kujiunga na Chadema akiwemo hayati Suleiman Bungara ali maarufu kama Bwege, walieleza wazi ya kwamba chama cha ACT Wazalendo ni chama ambacho kinatetea maslahi yake binafsi na sio maslahi ya umma wa Tanzania. Bwege alisema hivyo, lakini hata siku ya mazishi yake baadaye waliohama na kujiunga na Chadema walieleza hiyo. Kwa nini ACT mnajali maslahi yenu binafsi na sio maslahi ya umma kama ambavyo wale wanachama waliokuwepo kwenye chama chenu wameieleza umma ya kwamba ninyi kamwe hamjali maslahi ya umma bali mnajali maslahi yenu binafsi? Kwanza nataka niweke kumbukumbu sawa hapa. Bado hivi tunavyozungumza mimi na wewe, ACT Wazalendo
ndio chama namba 1 kwa ushawishi wa wananchi wa Kilwa. Wakati huu mimi nazungumza na wewe, ACT Wazalendo ndio chama namba 1 kwa ushawishi Kilwa. Leo Chadema wakienda Kilwa, ambayo inawapigia kura kwa maana ya Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini, inawapigia kura zaidi ya 80,000. Wakiniletea wanachama wao 2,000, mimi na withdraw kuwa makamu mwenyekiti wa chama hiki. Kwamba yani leo Chadema wakaenda Kilwa wakapata wanachama wao 2,000 walio hai leo, by the day leo tunaongea wameshawasajili wanachama 2,000 Kilwa wako pale. Mimi naachia nafasi ya kuwa makamu mwenyekiti. Hawa ndio wamesema ya kwamba Kilwa tulipata changamoto moja. Kilwa tulipata changamoto moja. Let me put it very clear. Sisi Kilwa, jimbo la Kilwa Kusini, tulipata changamoto ya umahiri wa chama. Kulikuwa na mchuano mkubwa wa kura za maoni. Kaka yangu ndugu Suleiman Bungala Bwege, mgombea wake alishindwa kwenye kura za maoni. Baada ya kushindwa akalalamika kwamba uchaguzi haukwenda vizuri. Na baada ya hapo akaanza kuwa na maoni kuwa yeye haoni, na akatofautiana na kamati ya uongozi ya jimbo, akaanza kushambulia viongozi, akatofautiana kwa sehemu kubwa na sehemu ya viongozi wengine. Hiyo ndio sababu iliyomfanya baadaye kuona atoke kwenye chama. Na maneno haya ndugu Suleiman Bungala, mimi kumbuka Bungala ni kaka yangu. Tuweke sawa hapa. Bungala kanieleza haya ninayokueleza haya. Nina ushahidi sio wa maneno tu niliyozungumza naye. Nina ushahidi wa mawasiliano yetu ya WhatsApp, ya message ya mpaka leo. Juu ya kile kilichotokea wakati wa uchaguzi wa kura za maoni, maoni yake baada ya hapo na kwa nini ametoka. Kwa hiyo unataka kusema kwamba Bwege kutoka ACT alitoka kwa sababu mshindani wake kwa sababu mgombea wake alishindwa kwenye kura za maoni. Baada ya kushindwa mgombea wake kwenye kura za maoni, akawa na maoni tofauti juu ya mwenendo wa uchaguzi. Na baadaye akatofautiana na viongozi wa jimbo la Kilwa. Ndio maana katika hao wanaoitwa kwamba wametoka, hakuna kiongozi wa jimbo la Kilwa, hata huyu jimbo la Kilwa Kusini hata mmoja. Hao wanaosema kwamba wametoka. Lakini Bwege na mimi kaniandikia sababu zake, anasema ameamua kuwajibika. Ndio ujumbe nilionao. Sasa tumwamini nani? Bwege ambaye alisema haya akiwa hai na anataka kusema ni kwamba kwanza kilichofanya kiondoke ni kwamba ACT imetoka kwenye mstari. Anataka kusema ni kuwa mimi sikuwa na uwezo na wala sikuwahi kumzuia ndugu Suleiman Bungala juu ya maoni yake kuhusu chama. Ndugu Suleiman Bungala ni mtu huru sana. Anaweza kutoa maoni yake juu ya jambo lolote analoona halijaenda sawa sawa. Na maoni yake haya aliyatoa hadharani. Sasa lakini kiuchambuzi, mimi kama kiongozi nataka kujua, kwa sababu ni lazima unapopata maoni ya namna hii, umeniuliza kama makamu mwenyekiti, unapopata maoni ya namna hii unatafuta critical, what is our challenge? Tatizo letu la msingi ni lipi? Sasa mimi nimemuuliza ndugu Bungala na kanijibu, na bahati nzuri kanijibu kwa maandishi. Na nimekueleza ndugu Bungala, mimi ni kaka yangu na tumekuwa tukiwasiliana. Hatukutofautiana hata siku chache kabla ya umauti wake, tumekuwa tukiwasiliana. Hatukutofautiana kwa sababu amehama chama. Lakini alinieleza ni kwa nini. Sababu nilizokuwa nazijua ni hizo na alizoniandikia yeye mwenyewe, ambayo na ujumbe wake alioniandikia. Lakini nataka kusema kitu kimoja. Sisi tulikuwa tunamuuguza ndugu Suleiman Bungala. Ndugu Bungala alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu sana. Na katika siku za mwisho yako mambo mengi sana ambayo ameyazungumza. Mimi kama kiongozi, kila nilipoulizwa na wanachama, nyakati nyingine na viongozi, nikamwambia tunamuuguza ndugu Suleiman Bungala, tuache mpaka apone. Na atatoa maoni yake na msimamo wake juu ya swala la chama. Kwa hiyo hatuingilii maoni yake juu ya chama na aliyaweka hadharani. Lakini ukiniuliza kama makamu mwenyekiti critical kwamba changamoto zilikuwa nini, mimi nitakueleza zile ambazo yeye aliniandikia. Kwa sababu ukiacha mambo ambayo wanasiasa wanazungumza jukwani, sisi tutaamini yale aliyosema na ndio maana nikakwambia ili uapprove hayo, nenda kaangalie kama kamati ya uongozi Kilwa imepasuka ya kamati ya uongozi ya jimbo la Kilwa Kusini. Na hii ya mahama sasa, makamu mwenyekiti, uongozi Kilwa Kusini, jimbo letu ni imara sana. Kamati yetu ya uongozi ni imara. Ni kweli kulikuwa na hiyo movement, na mimi nimeelezwa na ndugu Suleiman Bungala, na kulikuwa na baadhi ya viongozi na ambao hata nilipowahoji wao wananieleza hivi.
na mimi bado naamini kwamba chama chetu ni imara sana. Na hii hamahama sasa, huoni kama ndio mwanzo wa kupoteza ushawishi? Nani amehama? Hamahama ni akina nani? Maeneo ya kusini. Hamahama ni akina nani? Hata wewe mwenyewe umesema hapa kwamba ni ndugu Suleimani. Ndugu Suleimani amesema atahama, ametangaza kuhama. Hakuwahi kupokelewa rasmi na Chadema wenyewe walisema hivyo, hawakumpokea rasmi. Walikuwa wanangoja hiyo procedures, kwa hiyo hazikuwa zimekwisha. Na sisi hatuna shida na hilo. Na kwa kuwa yeye alisema kwa kuwa alisema ni mwanachama, yani alitangaza ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo nataka kuzungumza ni kwamba je, hiyo ilibomoa ACT Wazalendo Kilwa Kusini? Ilibomoa ACT Wazalendo Kilwa? Huenda pengine ingebomoa, lakini nimekueleza hali ya sasa kwamba leo ukienda Kilwa Kusini nao walitoka vile vile. Nani? Kuna wanachama ambao waliondoka. Ni wanachama gani? Mimi nafahamu mpaka sasa. Mimi nafahamu wanachama. Watambui kwamba walikuwa ni wanachama wa ACT Wazalendo. Hapana. Yaani mpaka kuna watu wamezungumza kwenye clip walipokwenda ndugu yangu Heche siku ya mazishi, akaenda kwenye kijiwe pale na waliataka kupandisha bendera kile kijiwe siku ile wakakataliwa, nafahamu hivyo. Lakini hata wale waliozungumza nilipowahoji wameniambia hawajachukua kadi za Chadema. Lakini walisema nachokisema ni kwamba ndio maana nilichokisema mimi, yani haya mambo ya kwamba watu wamehama yanapaswa kuonekana athari yake kwa kupimwa maeneo mawili. Moja, idadi ya wanachama wa ACT Wazalendo iliyopungua Kilwa Kusini. Pili, kubomoka kwa uongozi wa jimbo la Kilwa Kusini na Kilwa kwa ujumla. Mpaka sasa jimbo letu la Kilwa Kusini ni imara, safu yake ya uongozi haijaporomoka. Jimbo letu la Kilwa Kaskazini ni imara, safu yake ya uongozi haijaporomoka. Jimbo la Kilwa Kusini ambalo Mheshimiwa Bungala ndo amekuwa mbunge kwa zaidi ya miaka 10, hata mjumbe mmoja kati ya wajumbe 15 hakuna ambaye amekwenda Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kati ya wale wajumbe wote 15 wa kamati ya uongozi, hakuna mjumbe hata mmoja ambaye amekwenda Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Isipokuwa nafahamu ndugu Suleiman Bungala alitangaza na mimi ameniandikia kwamba bwana, mimi nakwenda Chadema, kanitajia sababu zake. Mimi nikamwambia bwana, naheshimu uamuzi wako na kutakia kila laheri. Sasa baada ya hapo nikiambiwa kuna kuhamahama ili iwe sahihi, ndugu Suleiman Bungala alitangaza kuhama chama chetu kwenda Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hili ni jambo limetokea hadharani. Sasa kuhamahama kwa wanachama baada ya hapo kunapaswa kuthibitishwa. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wanasema wao ndio chama kikubwa cha upinzani hapa Tanzania. Hivi karibuni vile vile tumesikia Chauma nao wakisema mara baada ya ukitoa Chama cha Mapinduzi, chama kinachoongoza kuwa na wanachama wengi katika taifa hili ni Chauma. ACT nao vile vile wanasema ni chama ambacho kina wanachama wengi. Wewe ni makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo. Hipi chama kikubwa cha upinzani hapa nchini? Katika nchi yetu ACT Wazalendo tunaeleza bila hofu yoyote kwamba sisi ndio chama tunacho kiongozi Zanzibar. Ndio chama ambacho kama uchaguzi ungekuwa huru na haki sisi tungeunda serikali. Tunaongelea sasa nazungumza ni Tanzania, umeniuliza Tanzania. Kwa hiyo nakueleza hali ilivyo ya kisiasa. Ile hali ilivyo ya kisiasa ya chama chetu. Chama chetu kwa upande wa Tanzania bara mpaka sasa tathmini yetu sisi inaonyesha kwamba sisi ni chama kinachokuwa nyuma ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ni chama ambacho unakumbuka Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeunda kambi rasmi ya upinzani bungeni mpaka mwaka 2020. Baada ya mwaka 2020 ndio mambo yaliharibika kwa uchaguzi kuvurugika. Lakini maana yake tulikwenda kwenye uchaguzi ule huku influence ya ACT ikiwa imeongezeka kuliko ilivyokuwa uchaguzi wa 2015. Lakini influence ya Chadema ikiwa haijaporomoka. Tumekwenda kwenye uchaguzi na ndio maana kwa mfano mgombea wetu wa ACT Wazalendo alipoonekana haeleweki, viongozi wetu wakamunga mkono mgombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio kiliweka wagombea wengi zaidi kwenye nchi yetu. Kwa mimi wala sioni kama ni ushindano wenye maslahi. Kwa hali ya kisiasa ya bara, Chama cha ACT Wazalendo kimekuwa sana kifananisha na hali yake mwaka 2014 wakati kinaundwa, hali yake baada ya uchaguzi wa 2015, hali yake baada ya 2020, lakini kiko nyuma ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sisi tunakitazama kama ni chama cha tatu, na mara nyingi nimekuwa nikieleza kwamba moja kati ya changamoto ambayo inapata ACT Wazalendo katika kudefine politics za bara ni position yake ya kuwa ni chama cha tatu.
Hii ya Kigaila ya kwamba wao ndio chama cha pili kwa ukubwa ukiacha Chama cha Mapinduzi, unalijibu? Anajisemesha tu. Mgombea wake urais ambata kura hata 500 hazifiki. Mgombea ambata kura sio 200 na ngapi. Ameweka wagombea wangapi wa ubunge kwenye uchaguzi uliopita. Hana ofisi kwenye mkoa wowote ule, yani ofisi za mikoa. Hana majimbo. Uchaguzi wao tulikuwa tunaona wametengeneza waratibu tu kwenye majimbo, hawana structure ya kiuongozi. Chama kimeundwa mwaka jana, mwaka 2025 ndio kimeimarika. 2020 ndio wao wametoka Chadema wakaenda Chauma. Kwa hiyo kusema kwamba wanayo kazi ya kuunda. Kwa hiyo hayo ni maneno ya kujisemesha tu. Kwa ukiniuliza mimi ni maneno ya kujipa moyo, lakini ili wawe chama kikubwa wana kazi ya kufanya. Na kazi hiyo haiwezi kuja kujitangaza kwamba wao ndio chama cha pili ukiondoa Chama cha Mapinduzi. Hiyo haitowafanya wawe ndio chama kikubwa. Ipo kazi ya kitaasisi ya ujenzi wa demokrasia ya chama chao na kujenga imani kwa wananchi na kutafuta wanachama na kujiimarisha kitaasisi wanapaswa kuifanya na kisha ipate testi. Na baada ya hapo wanaweza wakapata nafasi hiyo ikiwa Watanzania watawaamini. Lakini kwa sasa tuna vyama, ukiniuliza mimi vyama vikubwa vitatu hapa Tanzania nitakutajia CCM kama chama dola. CCM si kama imara kia ideology. CCM si kama imara kwa ushawishi, lakini ni chama ambacho kina structure mpaka kule chini. Chama cha kingine nitakutajia Chama cha Demokrasia na Maendeleo na chama cha ACT Wazalendo. Wengine wote vyama vingine ni vyama vya siasa, vimesajiliwa pale kwa msajili, lakini nguvu yake bado ni ndogo sana. Wana kazi kubwa zaidi ya kufanya ili kujenga ushawishi katika nchi yetu kufika angalau level ya hivi vyama nilivyovitaja. Kuna mchakato wa maridhiano na tumeona watu mbalimbali, viongozi mbalimbali wa dini, taasisi mbalimbali wakisukuma ajenda ya kuwepo kwa maridhiano na hata Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wao na rais vile alisema hivyo, na hivi karibuni tumeona akikutana na wale ambao walishindana naye kwenye uchaguzi mkuu 2025. Msimamo wa ACT Wazalendo ni upi juu ya maridhiano? Msimamo wa ACT Wazalendo ni kwamba maridhiano ni mchakato unaohusisha ukweli, uwajibikaji na kuwa tayari kuchukua hatua sahihi. Maridhiano haiwezi kuwa ni mchakato wa hadaa. Yaani kwa mfano leo kinaambia rais anakutana na wagombea 25 waliogombea nao urais. Rais alizuia. Tundu Lissu alikuwa amewekwa ndani, hakugombea. Hatuwezi kuondosha influence ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na kuignore. Alafu tukasema kwamba kuna mchakato wa maridhiano, meaningful mchakato wa maridhiano. ACT Wazalendo, ndugu Luhaga Mpina, mgombea wake ameondolewa kwenye mchakato wa uchaguzi. Na hakushiriki. Huyu alikuwa mpinzani mwingine mkubwa ukiondoa Tundu Lissu ambaye alichukua fomu, yeye alidea kuchukua fomu. Yeye hakuchukua approach ya kwamba hata kwenda kuchukua fomu, alichukua fomu. Akazuiwa, fomu yake kwanza ikakataliwa kupokelewa. Akaenda kupigania haki yake ya kuwa mgombea mahakamani na ana kesi mpaka leo. Hakuna mchakato wa maridhiano wa kweli. Unaweza kuwa na mchakato, lakini mchakato wa kweli ambao hauhusishi wadau ambao wanawakilisha wananchi wengi. Na je, unaamini ya kwamba maridhiano ndiyo njia sahihi ya kufanya taifa likawe pamoja? Uwajibikaji ndio njia sahihi inayoweza kuleta maridhiano. Uwajibikaji. Hakuna maridhiano pasipo na uwajibikaji. Maridhiano pasipo na uwajibikaji ni hadaa na kutafuta njia ya kumwezesha mtawala kuendelea kuongoza bila kusumbuliwa na watu wengine. Lazima kuwe na accountability. Ndio maana nikasema maridhiano ni tunda la ukweli, kukubali kwamba tuna tatizo. Na lazima tudefine hilo tatizo kwa uhalisia wake. Lakini pili, kuwa tayari kuwajibika. Lazima kuwe na uwajibikaji. Na tatu, basi mnaweza mkaridhiana mkaona sasa baada ya kuona haya tunaweza kufanya nini ili kuhakikisha kwamba tunaweka misingi ambayo yale hayarudii tena na sasa tutakwenda vizuri. Na ili kuwe na mchakato bora wa maridhiano ambayo italeta tija katika taifa na likarudisha Tanzania katika Tanzania hile ambayo ilijulikana kama kisiwa cha amani, Tanzania nzuri, unadhani ni njia zipi sahihi zinazopaswa kufuatwa na pengine na watawala, lakini vile na waratibu wa maridhiano hayo? Asante sana. Kwanza lazima tuwe na tume huru ya uchunguzi. Lazima tuwe na truth,
accountability, yani tume na commission ambayo tume ambayo itafuata itatambua tatizo letu kwa uhalisia, tume ambayo itaonesha akina nani wanapaswa kuwajibika. Kwa kwanza lazima tuwe na tume huru ya uchunguzi, na kwa hali ya sasa tume hii inapaswa kuundwa au kushirikishwa na vyombo recognized vya Umoja wa Mataifa ambavyo vina uzoefu wa kwenda kwenye nchi ambazo wamepata matatizo ya ndani wenyewe kwa kiwango ambacho wanahitaji msaada. Sababu hapa tulipo tunahitaji msaada. Tunahitaji kuwa na taasisi za Umoja wa Kimataifa ambazo ni huru zishiriki uchunguzi wa nini kilitokea, ili tuwe na majibu ambayo ni sahihi. Lakini baada ya hapo kuwe na uwajibikaji. Wale ambao wamehusika kwenye kufanya mambo ambayo yamefanya taifa lipite kwenye hali hii ngumu wawajibishwe. Na baada ya hapo mnakaa pamoja kama wadau kutafuta namna gani bora ya kwenda mbele. Hivi ndivyo ambavyo maridhiano yanapaswa kuchukua mkondo wake. Ili tupate ukweli na uwajibikaji, lazima tuwe na tume huru ya uchunguzi itakayoundwa na vyombo ambavyo havitiliwi mashaka na wadau. Na serikali imewahi kutoa maelezo. So serikali na maelezo yake pia yametolewa na rais, wakati fulani unakuta yanatolewa na waziri mkuu, yanatolewa ikisema kwamba kwa mfano wale waliouawa Oktoba 29 walikuwa na malengo ya kupindua nchi. Maneno haya yakisemwa na serikali hayatoaminika, kwa sababu walioshiriki kwenye mauaji walioonekana ni vyombo vya dola ambao viongozi wa serikali walikuwa ndio wanaviamuru. Lakini maneno haya yakisemwa na tume huru ya uchunguzi ambayo inaaminiwa na pande zote, maneno haya yataisafisha serikali, kama serikali wanaamini kwamba hiyo sababu ilikuwa ni ya msingi. Ndio maana tunataka uwepo wa chombo huru kitakachofanya uchunguzi huru, kitakachoweka hadharani matokeo ya uchunguzi na kuainisha makundi ya watu ambao wanapaswa kuwajibika. Ongezeko la bei ya mafuta nchini ni kilio cha watu wengi na wananchi wengi. Katika kipindi hiki, je, chama chenu kina maoni gani kwa serikali juu ya hiki? Naam, tumeeleza, na bahati nzuri sana ilipotokea tu hivi mimi niliandika na ndugu Zito pia baadaye aliandika, lakini na tulikuwa tunarejea, kwa sababu kumbuka tatizo kama hili lilitokea wakati vita vya Ukraine na Urusi vimeanza. Mafuta yakaanza kuwa yanapanda bei sana, na wakati ule mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati, kwa hiyo nimezungumza sana eneo hili. Na maoni yetu ni wazi kwamba wajibu wa serikali hali inapokuwa hivi sio kugeuka ni mpasha habari. Serikali haipaswi kuelezea tu kwa nini mafuta yanapanda bei. Serikali haipaswi kuwa mbashiri kwamba kwa kuwa mafuta yamepanda bei basi kila kitu kitapanda bei na kuandaa wananchi wasubirie huko kupanda bei. Serikali inapaswa kuwajibika. Na maeneo mawili ni muhimu. Eneo la kwanza, serikali inatoza tozo nyingi sana kwenye mafuta. Karibu shilingi 1,300 ya fedha iliyopo kwenye mafuta ni tozo. Shilingi 1,300. Tuna tozo za mafuta, tozo ambazo zipo kwenye mafuta. Tuna tozo karibu 20. Tuna tozo inayoitwa wafage shilingi 20.6. Tuna tozo Railway Development Levy ya maendeleo ya bandari shilingi 17. Tuna tozo inaitwa Customs Process Fee shilingi 4.8. Tuna tozo ya weight and measure shilingi 1. Tuna TBS charge shilingi 1.2. TASAC fee 3.3. Tuna EWURA fee shilingi 6. Tuna fuel marking. Tuna damage costs shilingi 5. Tuna tozo kubwa, maana tozo nyingi ziko nyingi hapo, lakini tuna tozo kubwa kama vile fuel levy ambayo hii ni road toll shilingi 410, sasa hivi imefika 512. Tuna excise duty ambayo iko shilingi 379. Hizi tozo zote nini kifanyike sasa? Kama shilingi 1,400. Tulitoa ushauri wa namna mbili. Kwanza wa muda mfupi na wa muda mrefu. Ushauri wa muda mfupi tuliotoa kwanza katika kipindi hiki cha miezi mitatu ambacho serikali ina mafuta. Serikali ilisema ina mafuta ya miezi mitatu ya akiba. Tuliona tangazo la serikali kwamba tunayo mafuta ya miezi mitatu ya akiba mpaka mwezi Julai. Mafuta haya yamenunuliwa sio kwa bei ya vita. Yamenunuliwa kwa bei ya kawaida. Kwa hiyo mafuta haya, ushauri wetu ni kwamba serikali, tunajua kwa mujibu wa biashara ya kimataifa lazima uuze mzigo wa ndani katika namna ambayo itakuwezesha kununua mzigo kama huo unapokuja. Tukasema serikali
iregulate hiyo bei, iregulate na ile bei ya biashara ya kimataifa, ili tuwe at least kwenye intermediate. Na baada ya hapa serikali pia ipunguze tozo. Sisi tukasema ipunguze angalau 50%. Serikali ikipunguza 50% inapunguza karibu shilingi 600 kwenye tozo zake. Na hii itafanya bei ya mafuta iwe chini kwa kiwango cha juu kidogo kutoka bei ambayo ilikuwapo. Haya ni mapendekezo yetu ya hatua za muda mfupi ambazo tumetoa kwa serikali. Na kwa sababu sasa hivi kwenye bunge la bajeti na jambo hili limeshaingia kwenye hasara, maana yake bajeti hii isiendelee kutegemea tozo za mafuta, waziondoe hizo tozo. Tumetoa hayo mapendekezo na kwa angalau 50%. Lakini baada ya hapa sisi tulikuwa na mapendekezo ya muda mrefu sana ambao tunaendelea kuyarudia, kwamba lazima, sisi tuna gesi katika nchi yetu. Tuna gesi zaidi ya cubic mita trilioni 55 kusini mwa Tanzania, na bado utafiti wa gesi ulikuwa unaendelea kufanyika. Watafiti tumewaondoa. Ya next to sisi Msumbiji wana cubic mita zaidi ya hizo katika eneo la Palma ambao ni kando tu ya Mtwara. Maana kadri tukiendelea kufanya utafiti tuna uwezo wa kupata gesi nyingi zaidi. Tuende kwenye CNG. Na sisi tulisema kwamba njia bora ya kwenda kwenye CNG ni kuzigeuza bohari zote za serikali kuwa na vituo vya kujaza CNG. Na magari yote ya serikali kuyageuza yatumie CNG. Tutapata faida mbili. Kwanza, tutapunguza matumizi ya mafuta kwa serikali kwa zaidi ya bilioni 500 kwa mwaka. Tatu, nimesema faida sio mbili, ni tatu. Ya pili, tutapunguza kiwango cha mahitaji ya dola ambayo tunahitaji kununua mafuta nje ya nchi. Sisi karibu nusu ya dola hapa Tanzania tunaitumia kununua mafuta. Lakini tatu, tutatengeneza soko la ndani la gesi yetu. Kwamba sisi tuna gesi hapa sasa hivi mwaka 2026 sasa hivi tunakwenda mwaka 2027 tunakwenda kumaliza mkataba wa ile kampuni ambayo iliingia ule mkataba wa kusafirisha gesi kutuletea kwa ajili ya kutengeneza umeme. Bomba lile la gesi tunalitumia kwa chini ya 10% kuzalisha umeme, na sasa hivi halitumiki kabisa. Maana sasa hizi ni chini ya hizo. Hata ile gesi ambayo tulikuwa tumeshainunua, ambayo kwa mujibu wa mkataba tumeitumia au hatujaitumia tutalipa. Ile gesi tunatakiwa kuilipa, hatuitumii. Lakini CNG ingeweza kutumika kwenye magari, kwa kuanzia magari ya serikali. Ukiweka kwenye magari ya serikali kwanza na serikali bohari ikaanzisha, utafanya watu mbalimbali wahame kwenye utamaduni wa kutumia mafuta kwenda kwenye gesi, na kutakuwa na gesi kila mahali kutakuwa na kituo cha gesi. Na ukishazalisha wateja wengi, wafanyabiashara wa kawaida wataanza kuwa na vituo vingi vya kuweka gesi. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG hivi karibuni ametoa ripoti zake, na mara kadhaa tumeona CAG akitoa ripoti na anabainisha yale maeneo ambayo yamefanyika kasoro, maeneo ambako fedha za umma hazijatumika ipasavyo, pengine zimepotea ama zimeliwa. Hatua ambazo zinachukuliwa na serikali katika kutekeleza ama kufanyia kazi ripoti za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali zinaridhisha? Nadhani kwanza ni haziridhishi kwa muda mrefu. Lakini nadhani tunafahamu kwa mujibu wa sheria ripoti hii ya CAG ambayo amekabidhiwa rais itakuwa public document baada ya kukabidhiwa bungeni. Kwa hiyo ikishakabidhiwa bungeni, na kwa kawaida ndani ya siku 7 tu inatakiwa ikabidhiwe. Sasa tumekuwa na masikukuu haya sababu ni siku 7 za kazi. Tunataraji itakabidhiwa bungeni, na kwa hiyo itakuwa public document. Na ACT Wazalendo tumekuwa na utamaduni wa kufanya uchambuzi wa ripoti ya CAG, kwa hiyo tutachambua. Lakini nijibu swali kwa kutumia experience ya huko nyuma. Hizi ripoti za CAG zimekuwa zikitoka kila mwaka na hakuna mwaka hazijaonesha madudu. Bahati mbaya sana serikali haichukui hatua. Unahisi shida hasa ni nini kinachofanya serikali isichukue hatua madhubuti kwa ripoti zinazotolewa na CAG? Kwa sababu ukiniuliza shida ya msingi ni kwa sababu mfumo wa uwajibikaji hapa nchini umekufa. Yani mfumo wa uwajibikaji umekufa. Kwa sababu mfumo wa uwajibikaji unaanza kwa overhaul ya serikali. Yani pale ambapo serikali inaheshimu kuwa mambo yakienda vibaya, wananchi watatutoa tulioko madarakani. Kila mmoja anakuwa conscious. Kwa hiyo kila hoja inayohusu uwajibikaji, serikali iliyoko madarakani itaipa uzito
na itachukua hatua kwa uzito unaofanana na hoja iliyokuja, kwa sababu wao wasipochukua hatua watakuja kuwajibishwa. Sasa mfumo huu unapoua unazalisha nini? Unazalisha serikali isiyojali, na tuna serikali ambayo ripoti za CAG zimekuwa kama mapambo tu ya serikali. Kila mwezi Machi, kwa mujibu wa sheria, ripoti inatakiwa isomwe. CAG atatoa ripoti kuipeleka kwa rais, rais ataipeleka bungeni, alafu bunge haijadili mpaka mwezi wa 11. Ule mwezi wa 11 haijadiliwi, yani huo ni mjadala mzito wowote, na ni bunge lenyewe la siku chache tu pale, na baada ya hapo wanasubiri ripoti inayokuja. Kila mwaka ufisadi, nilikuwa nimefanya tathmini mwaka jana, kwa miaka 10 ukifanya ile ripoti ya CAG kwa miaka 10, fedha ambazo CAG alikuwa ameziainisha kwamba zina matatizo ya kiukaguzi zilikuwa ni zaidi ya trilioni 50. More than 50 trillion within 10 years. Na ikumbukwe bajeti ya mwaka huu ndio imezidi trilioni 50. Yaani tulikuwa tuna fedha katika kipindi cha miaka 10 zaidi ya trilioni 50 ambazo zimezusha hoja za kiukaguzi, hazikupata majibu. Na ukisoma ripoti ya CAG kuna hoja nyingi zinakuwa hazina majibu. Kuna kesi nyingine ni za wizi kabisa na bado hazipati majibu. Kwa hiyo tunalo tatizo la msingi la kutoshughulikiwa ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na wala ripoti sio tu hazishughulikiwi, wala ripoti hizi hazi-influence sera ambazo zinaongoza serikali ili ziweze kudhibiti uwepo wa ufisadi na mianya ya ufisadi kwenye nchi yetu. Wakati fulani nilikuwa na mawaziri na kupo kwenye kikao kwenye mjadala mmoja wa Street Talk pale, na nikawaambia leo hii na leo narudia, ikitangazwa tenda leo ya barabara au kitu chochote cha serikali leo, yeyote anayetaka kubid hiyo tenda hapa Tanzania anajua kwamba lazima mambo mawili uwe nayo ndio ufanikiwe. Moja, utafanikiwa kuwafikia wanaosimamia maamuzi ya hiyo tenda, uwape rushwa, au wawe ni watu unaofahamiana nao kwa maana wananufaika na wewe. Ndivyo mfumo wa uendeshaji wa nchi yetu. Na niliwaambia niwape challenge mawaziri pale wakati huo nilikuwa nao, wakati nikamwambia ni tenda gani mnadhani itangazwe, hata itangazwe leo, ambayo hakutokuwa na mwanya wa rushwa. Vipi ACT kwa upande wa Zanzibar? Mlitueleza ama mlieleza umma ya kwamba mto shiriki katika serikali ya kitaifa. Nini kinachoendelea mpaka sasa hivi? Naam, kwanza unakumbuka na mimi ndio nilisoma azimio ya halmashauri ya kamati kuu ambayo ilipokutana ilipitia ripoti ya uchaguzi wa Tanzania bara na ripoti ya uchaguzi wa Zanzibar na ikaja na maazimio, na moja kati ya azimio iliunda timu ya chama ya kushughulikia kuhakikisha kwamba haki ya Wazanzibari ya kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa inayowajibika kwa Wazanzibari inapiganiwa. Na timu hii ilikuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba haki hiyo inarejeshwa kwa kupigania yale ambayo Wazanzibari waliyataka wakati wanaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na kwa azimio la halmashauri kuu kwamba ni mpaka pale haki hizi za Wazanzibari zitakapopata uhakika wa kwamba zinaweza kupatikana ndio tujibu swali la kama tunaingia au hatuingii kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa sasa kamati hiyo ilishaundwa na bahati nzuri ripoti ya awali ya kamati hiyo imetolewa na mwenyekiti wetu wa chama ambaye alikuwa ni mjumbe. Kamati hiyo kwetu sisi ilikuwa inaundwa na mwenyekiti wa chama na Babu Juma Duni Haji, mwenyekiti mstaafu, na kwa upande wa serikali, na in fact sio upande wa serikali. In fact ilichotokea Zanzibar, marais wastaafu Rais Mwinyi pamoja na Dr. Sheini waliamua kuintervene kati yetu pamoja na upande wa serikali, japo sisi tunajua wao wana influence zaidi upande wa serikali na chama chao, Chama cha Mapinduzi, juu ya jambo hili. Kwa tukawa hatua ya awali ya mazungumzo ya jambo hili imefika mahali pazuri pa kuestablish at least kwamba what are the basis, mmemaliza mazungumzo. Kwa hiyo mambo hayo tumemaliza. Tulichokuwa tumebakisha ni commitment ya utekelezaji wa yale ambayo tumekubaliana, yale ambayo mlisema ya kwamba kinawazuia kuingia kwenye serikali ya kitaifa yametekelezwa. Ndio maana tukasema hiyo ilikuwa ni hatua ya mwanzo na ni internal. Nimekueleza kwamba hatua ambayo iliyoko sasa tulielezwa kwamba wamefika mahala pa kuestablish what are the issues ambazo zinatakiwa kushughulikiwa, na kila upande uchukue commitment ya kushughulika na hizo issues. Na sasa baada ya hapo ni commitment ya wale ambao wanatakiwa kuzishughulikia.
Ikiwa watazishughulikia na watakuwa tayari na kumewekwa msingi wa kama mambo haya yanaweza kufanyiwa kazi, basi tuje kutakuwa na ACT itatoa tamko. Itaeleza nini kimefanyika. Tunachoweza kueleza kwa sasa ni kwamba kama hawatotekeleza maazimio yenu, mtaingia kwenye serikali? Hapana, hatuwezi kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ili kwenda kutimiza matakwa ya kuwemo kwenye serikali. Hiyo halitotokea kamwe. Na ingekuwa hivyo ingekuwa tumeshaingia. Hoja yetu ilikuwa wazi kabisa. Naam. Hamuoni mkiingia kama hayo hayatotekelezwa? Hatuoni tukiingia kama mambo ya msingi ambayo tumeyapigania hayatopata. Unaweza ukatueleza kwamba ni jambo gani la msingi ambalo mlikuwa mkiyapigania lakini kwao wanakuwa wagumu kulitekeleza? Tutaeleza kwa sababu pengine hata kwa kidogo tu. Hapana. Yani principles za mazungumzo zilihitaji jambo hili kuwa la kamati. Na kamati ndio inayopaswa kubrief. Na kabla ya kueleza ni public, kamati itaieleza kamati kuu ya chama. Kwa mimi sitoeleza chochote hapa mpaka kamati yetu itakapokuja kueleza kwenye kamati kuu ya chama. Kitu ambacho kamati imeieleza, kamati ya uongozi na imeeleza ni public, ni kwamba wamefika mahali pa kuestablish zile hoja zetu zote na kukubaliana pande mbili juu ya mambo ya msingi yanayopaswa kufanyiwa kazi. Mambo haya ya msingi, na kwamba mambo haya yakishakuwa yana commitment ya pande zote, kamati kuu itakutana, ripoti rasmi itatoka na tamko juu ya jambo hili litatoka na litakuwa wazi. Ni mambo gani haya ya ndani, hata kwa mbali tu kidogo? Tutaeleza kwa uwazi. Ni mambo ambayo yanalinda maslahi ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Kama mnakumbuka vizuri, Maalim Seif Sharif Hamad alipokubali kuingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa mwaka 2020, alieleza kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ni chombo ambacho kinapaswa kuwapeleka Wazanzibari kwenye maridhiano ya kweli. Kilete umoja wa Zanzibari, kiondoshe utamaduni wa Zanzibar kuwa chaguzi ni vyanzo vya mauaji. Kiondoshe utamaduni wa Zanzibar kwa Wazanzibari hawana uwezo wa kuunda serikali kwa kupiga kura. Na kama mambo haya hayafikiwi, dhana ya uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa itakuwa haina maana. Kwa hiyo basis ya mazungumzo yetu ilikuwa ni kupigania haki ya Wazanzibari kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa ambayo inawajibika kwa Wazanzibari. Isiaka Mchinjita, nakushukuru sana. Asante sana na kila laheri. Mtazamaji, huyo ni Isiaka Mchinjita, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara, lakini vile vile aliyekuwa mgombea ubunge jimbo la Lindi mjini 2020-2025. Kwa niaba ya wote ambao kwa namna moja ama nyingine wafanikisha uwepo wa kipindi hiki, mimi ni Odemba Chief, itoshe kusema kwaheri ya sasa na wakati mwema.